Bwana Yesu asifiwe sana. Tukisoma katika Waefeso 5 mstari wa 22, Biblia inasema, enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana wenu. Mstari wa 24, lakini kama vile kanisa limtiivyo Kristo, wake nao wawatii waume katika kila jambo. Leo tutakwenda kujifunza kwa habari ya ndoa. Kwa nini ndoa nyingi zinavunjika? Shida ni nini? Tatizo hasa liko wapi mpaka ndoa hizi kuvunjika? Kwenye ndoa utii usipokuwepo, ndoa hiyo imekufa. Lakini pia Biblia inasema kwa sisi wanaume tuwapende wake zetu. Upendo ukikosekana kwenye ndoa, usitegemea kwamba mke atakutii. Kwa sababu ili mke akutii, lazima aone upendo wako. Lazima ajivunie upendo ambao wewe unamuonesha. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi wanasema ya kwamba ndoa zao zina changamoto kwa sababu kati yao hakuna mtu anayeonyesha utii na hakuna mtu anayeonyesha upendo. Vitu hivi vikikosekana kwenye pande zote mbili, ndoa hiyo haiwezi kudumu. Na ndio maana ndoa nyingi ikidumu sana ni miaka 2. Lakini ndoa nyingi zinakufa. Watu wanafunga ndoa leo, ndani ya mwezi mmoja hakuna ndoa. Utii ukikosekana kwenye ndoa, ndoa hiyo imekufa. Upendo ukikosekana kwenye ndoa, ndoa hiyo imekufa. Ndoa inahitaji utii, ndoa inahitaji upendo, ndoa inahitaji amani. Amani ikiwa hakuna katika hiyo ndoa, hakuna tena. Na ndiyo sababu ya hiyo ndoa kufa. Kwa hiyo hata vijana wengi ambao wanafunga ndoa na ndoa zao haziendelei ni kwa sababu ya upendo kukosekana. Mwanaume, ongeza upendo kwa mkeo. Lakini pia wewe mwanamke, ongeza utii kwa mumeo. Kila mtu akilifanya vizuri kusudi ambalo amepewa au ameagizwa, ndoa hiyo itadumu. Na haitadumu mwaka mmoja, itadumu hata zaidi ya miaka 20 au 30. Wazee wetu wanatusimulia vyema kuhusiana na namna ndoa zao zilivyodumu. Sio kwamba walikuwa wanaishi kama malaika, hapana. Walikuwa wanakoseana, lakini magomvi yao, changamoto zao zilikuwa zinaishia ndani ya nyumba zao. Hizi nyumba tunazoziona zimebeba siri kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima changamoto zipo. Tunasema kama ni majaribu katika ndoa. Lakini kila mtu akibeba kusudi alilopewa. Mwanamke ukimtii mumeo, na wewe mwanaume ukimpenda mkeo, ndoa hiyo itadumu. Ndoa hiyo itabarikiwa. Watu watawasema mabaya, lakini hiyo ndoa haitaweza kufa hata mara moja. Watu watawapiga mawe, lakini hamtajali maumivu mnayoyasikia. Kikubwa mtaangalia usalama wa ndoa yenu. Kwa kila mtu lazima afuate kusudi alilopewa. Ukionyesha kutii, ukionyesha kupenda, ndoa haitaweza kuvunjika. Jirani hataweza kuvunja ndoa yenu. Watu wabaya waliowazunguka hawataweza kuvunja ndoa yenu. Ndoa yenu itakuwa imebarikiwa.